Naam, msikilizaji, karibu tena katika kipindi cha Changamka na Vijana, au karibu tena katika Changamka na Vijana Show Podcast ambao inakujia majira kama haya. Kumbuka show Changamka na Vijana Show Podcast ni show ambayo inakuletea mambo yanayojiri hasa kwa vijana katika kujifunza, kuelimika na kuburudika katika nyanja tofauti za kimaisha kwa kijana. Niseme ni mimi Glory Jolly, na siku leo hapa nitakuwa tukijadili kwa bali ya afya ya akili, lakini tukigusia pia upande wa walimu zaidi. Na ndani ya studio leo siko mwenyewe, niko na mgeni maalum kabisa ambaye ni mtu wa tofauti sana, ambaye ameweza kuwasaidia wanafunzi vijana wadogo kujikita katika kujifunza mambo mengi hasa katika upande wa elimu. Nipate kumpa fursa na kuweza kumkaribisha. Karibu. Asante sana Glory. Jina langu John Paul Maho. Na najua hapa mimi si mgeni. Nadhani ni mara yangu kama ya 3 kuja hapa. Ndiyo. Hata ingawa tumechukua muda kwa shughuli nyingi ambazo tunashughulikia. Lakini tunamshukuru Mungu, kila jambo tumelitekeleza sasa. Okay. Asante sana kunikaribisha tena. Sawa. Naam, umepata kumsikiliza. Amekuambia sio mgeni mara nyingi naweza kusema, lakini leo amekuja katika njia tofauti kabisa. Na huyu ni mwalimu ambao pia anafundisha lugha ya Kiswahili katika shule mbalimbali hapa nchini Uganda, lakini pia ni mkeleketwa au mzalendo wa lugha ya Kiswahili hapa nchini Uganda. Tukienda moja kwa moja katika mada ambayo tungependa tuijadili, na wewe unayetusikiliza utapenda kushiriki nasi, nitakupatia namba baadaye. Lakini hebu nianze na wewe John Paul. Najua katika eneo la elimu, unaposoma ile shahada au kozi yoyote ya ualimu, huwa kuna eneo mnafundisha kwa bali ya saikolojia, mambo ya afya ya akili, ambao kwa hakika naamini ni dhumuni la kuweza kusaidia either wewe mwalimu binafsi au wewe ushirikiano kati ya mwanafunzi na mwalimu na hata mzazi. So kutokana na mada iliyoko mezani tena siku leo inasema elimu ya afya akili, hii ina maana gani kwa mwalimu na mwanafunzi? Asante Glory. Kwanza kabisa, kabla tujaenda mbali sana, kwa msikilizaji akiwa labda hajui elimu afya ya kiakili ni nini au afya ya akili ni nini. Kwa Kiingereza tunasema ni mental health. Kwa hivyo mental health huwa ni ile afya ambayo au ni hali ya akili ambayo inamwezesha mtu kutumia uwezo wake kwa uratibu na itikadi za kawaida kama binadamu. Kwa hivyo kila mtu tunastahili kuwa na afya njema ya kiakili. Lakini kuna shughuli nyingi sana ambazo huenda zinatatiza watu na wanaishia katika labda kushikwa magonjwa ya kiakili. Kwa hivyo msikilizaji ambaye anatusikiliza sasa, swala la afya ya kiakili ni swala muhimu sana. Ndiyo. Ukiangalia nchini Uganda, Uganda inahesabika katika ama wanaiorodhesha kama nchi ya 6 ambayo ina mzigo mkubwa wa kutatizwa na magonjwa ya kiakili. Haya ni masuala ambayo yanaletwa na shughuli mbalimbali, kwa sababu ni watoto wengi, hasa sisi ambao tunahusika katika ufundishaji, tunayakuta. Na pengine yeyote yule ambaye amewahi kusoma, hata asiwe mwalimu au mtu mwingine yule, wanasoma ile kozi ya saikolojia. Ile kozi ya saikolojia inajikita sana katika labda vile wanafunzi ama sisi binadamu tunashika mambo, hali yetu ya kawaida na vile tunafikiria. Kwa hivyo tunapokuwa tunafundisha, tunaona ni jambo la kuzingatia sana wanafunzi wakiwa na shida ambazo zinaletwa na magonjwa ya kiakili, huenda hata nasoma hawezi kaenda sawa. Hapo sawa kabisa. Kwa hivyo mimi kama mwalimu wa Kiswahili, sio tu Kiswahili peke yake, lakini vile vile nilifundishwa saikolojia. Ndio. Hizi shida
unakuta umeingia darasani na kuna baadhi ya watoto ama wanafunzi ambao tayari wamesha tatizwa na hizo shida za magonjwa ya kiakili. Somo haliwezi likaendelea sawa. Kwa hivyo kuna haya magonjwa ambayo yanaweza yakamletea mtoto kutotilia maanani katika shughuli ambazo zinaendelea darasani. Ndio. Unasikia unakuwa darasani alafu muda ama hali ya mtoto inabadilika papo hapo. Unafundisha lakini unaona mtoto yeye hafikiri au hatilii maanani yale ambayo yanayozungumzia. Anafikiria mambo mengine. Pengine watu wanasema kwamba, ama ukifanya utafiti pale unakuta kwamba hata na akili ya mtu, hata tukiacha mambo ya darasa peke yake, lakini hata akili ya mtu, nisema umri sio akili, samani kidogo, umri wa mtu. Kuna wale watu ambao wanakuwa na ukikua wakati mwingine unarukwa na akili. So hizo ndio shida ambazo huenda baadaye zinaleta shida katika afya au afya ya binadamu. Okay, nikirudi hapo katika maelezo yako, ukiangalia wanafunzi wengi wanapokuwa shuleni wanapitia either changamoto za afya ya akili, hawajui namna gani wanaweza kujikwamua. Wewe kama mwalimu, ni njia zipi ambazo unaweza kutambua huyu ni mwanafunzi ambaye ana matatizo kidogo ya afya ya akili? Mara nyingi katika eneo la afya ya akili ambalo linawakita vijana au walioko shuleni au watoto walioko shuleni, au mwanafunzi, unakuta sana ni msongo wa mawazo, that is a stress, anxiety. Hizi ndio zinawakuta sana wanafunzi walioko shuleni. Wewe kama mwalimu unatambua vipi hiyo hali kwa mwanafunzi? Mimi kama mwalimu na tajriba yangu katika ufundishaji na vile nimesoma, ukiwa darasani mtoto ambaye ana hizo shida ama hayo magonjwa ya kiakili, unaangalia kwanza wanakuwa na wasiwasi mwingi sana darasani. Wanakuwa na wasiwasi, wana wasiwasi, unamuuliza hili anakujibu lile, does not pay attention. Yani ukiwa darasani unafundisha, yeye unasikia, unaona pengine anatazama huku. Hilo ni swala la kwanza. La pili, hao watoto wanakuwa na matatizo ya kula. Unakuta mtu hana appetite ya kula. Ndio. Pengine kama mwalimu unatambua huenda huyu mtu ana shida. Shida za nini? Shida za kiakili. Pengine hasa hawa watoto kuna ule ugonjwa ambao wanaita usonji. Ule ugonjwa wa usonji ni wale watoto unamuita mtoto jina lake, anakujibu baada ya dakika 2. Unajua najaribu anakujibu baada ya dakika 2. Vile umemuita amekusikia sana, lakini mawazo yake kwa kuwa anafikiria mambo mengi, kwa hivyo anakujibu baada ya dakika kama 2. Hizo ndizo shida ambazo unatambua mtoto, unamuona huenda huyo ana shida za kiakili. Sasa mimi kama mwalimu, kuna pale ambapo nikishamtambua mtoto huyo ama mwanafunzi huyo, unamchagua. Ukimtoa pale balafu unamleta pale, kama unamshauri, pengine haya magonjwa ya kiakili hayahitaji tu, kwangu mimi naona hakuna tiba tofauti isipokuwa tu mtoto kumleta pengine, ukamshauri, ukamwelekeza hapa na pale, ili apate lipi anastahili kufanya, lipi anastahili kuacha. Nadhani msikilizaji, kama unatusikiliza unajua kidogo kweli kuna changamoto nyingi sana unapokuwa unakutana na watoto shuleni, na wakati mwingine kama ulivyosema, mtoto namuita anatumia kama dakika 2 kukujibu. Na hapo unagundua ni moja ya dalili hizo. So baada ya kuzifahamu hizi dalili kwa wanafunzi, je, ni mbinu ipi ambayo umekuwa ukitumia wewe kama mwalimu kusaidia labda wanafunzi wako unaowafundisha, au pia kuwasaidia walimu wenzako kutumia nyanja fulani kuwasaidia watoto? Kwa sababu tunaangalia katika janga la Uviko 19 lilivyoingia, ili ndio lilileta wimbi hili la ugonjwa wa afya akili kwa watu wengi, si watoto, si watu wazima. Kwa hiyo wewe unaitatua changamoto hii kwa namna ipi? Kwangu mimi kama mwalimu, wakati mwingine hizi shida za kila mtu. Kwa sababu sisi kama walimu lengo letu ni kumfanya mtoto atoke vizuri. Ndio. Kwa hivyo ukishatambua kwamba mtoto ana ugonjwa fulani wa kiakili, kwanza kama vile nimekuambia awali,